Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Je, umewahi kuchora duara au mraba kwenye Microsoft Word kwa kutumia kalamu au mouse, lakini ukagundua hauko sawa kabisa? Usijali, video hii ni kwa ajili yako. Leo tutajifunza sehemu ya Draw tab ambayo inaitwa Convert. Hapa tutajifunza namna ya kuconvert ink to shape na ink to math. Twende pamoja. Sasa hebu fikiria umechora duara kwa mkono kwa karatasi. Bila shaka mara nyingi duara hilo halitakuwa zuri. Lakini kama ungekuwa na kizibo au pesa ya mzunguko, basi ungechora duara zuri sana. Sasa hicho ndicho kinachofanyika kwenye sehemu ya ink to shape ndani ya Microsoft Word. Kama utabonyeza sehemu ya Draw tab, kisha ukachagua Pen kwanza, ukachora katika muundo wa kawaida. Hapa duara lako halitakuwa zuri kwa sababu haujatumia sehemu ya ink to shape. Lakini kama utatumia sehemu ya ink to shape, yani ukaklik sehemu ya ink to shape, ukachagua peni yako, kisha ukachora duara hilo lenyewe litageuka kuwa kamili. Hata kama utachora ubaya, lenyewe litageuzwa kuwa katika shape ambayo wewe umekusudia. Unaweza kuchora mraba, pembe tatu au aina yoyote ile ya mchoro, na mchoro utabadilishwa kuwa katika engo unayohitaji. Nadhani tumeelewana hapo. Sasa hebu tuhamie ink to math. Hapa unabadili maandishi yaliyoandikwa kwa mkono kuwa hesabu. Yani, kama utaenda kwenye Draw tab ukaklik, kisha ukaenda moja kwa moja ukaklik kwenye ink to math, sehemu kama hii itafunguka. Kuna sehemu ya kuandikia na kuna sehemu ambayo unaonyeshwa kile ulichokiandika. Hebu tuanze kuandika. Unabonyeza left click, kisha unaandika kile unachohitaji kukiandika, kama tulivyozungumza kwenye video zilizopita huko nyuma. Kwa hiyo unaandika equation au mfumo ambao wewe unauhitaji. Leo tutaongezea kidogo tu. Kwa mfano nimeandika kama hivi, kisha ikaonekana kule kwenye equation haiko sawa. Unaweza ukaja kwenye sehemu ya erase, kisha ukaklik na ukafuta kile unachohitaji ambacho hakiko sawa. Kisha ukaweka tena maandishi yako kwa uzuri na akajipanga uzuri kabisa. Nadhani wewe mwenyewe unajionea. Kisha unamalizia maandishi yako, unakuwa umemaliza kabisa. Ukishamaliza, unaweza pia kutumia sehemu hii hapa ya select. Kuna sehemu hapa chini inaitwa select and correct. Ukiselect sehemu hii, maana yake unachagua neno au maandishi uliyoyaandika, unapewa option tofauti uweze kuyabadilisha katika eneo au katika maandishi ambayo umeyakusudia wewe. Okay, sisi tusitumie hapa, tufute kwanza, tuandike kile tulichokihitaji kukiandika. Kwa hiyo tunaandika hapa 10. Lakini tutumie mfano kwenye sehemu hii hapa ambapo chini ipo X, but tuna select and correct. Kwa hiyo tunakuja hapa, tuna select haya maandishi yetu. Kwa hiyo hapa unakutana na option tofauti ambazo zina suggest kwamba wewe ulitaka kuandika kitu hiki. Kisha unakiklik kile ambacho unahisi ndio sahihi kwako, na kule juu kwenye equation kinabadilika. Hivyo ndivyo inavyofanya kazi sehemu ya select and correct. Okay, nirudishe kwenye uhalisia wake. Ukihitaji sasa kuingiza equation yako, unakwenda kwenye sehemu ya insert, au kama umemaliza unaweza ukaclear ili usiingize. Sisi tunaingiza, tuna click insert. Umejionea mwenyewe equation yako imeingia. Tukutane kwenye video ya huko. Sasa tutahamia kwenye design tab. Nikusihi tu kaa pamoja nasi huko, tutajifunza mengi kuhusu design tab. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV. Karibu tena. Bye bye.